قال ابن القيم رحمه الله: الأخلاق هي الدين كله، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. Anasema Ibn Qayyim rahimahullah, yule atakaye kuzidishia kunako akhlaq ni kwamba mtu huyo atakuwa amekuzidishia katika dini, na hii akituonesha kwamba akhlaq na dini ni mambo ambayo ni sambamba kabisa. Ungana nasi kujifunza, kueneza na kukuza Uislamu. Nurul Qalbi TV, nuru ya moyo wako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل رسوله ليتمم مكارم الأخلاق وجعل حسن الخلق من أعلى مراتب الإيمان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس خلقا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sifa njema kamilifu ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuhimidi na kumshukuru na kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile tukijikinga kutokana na shari za nafsi zetu na matendo yetu maovu, na vile vile nikishahidilia kwamba hakuna mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na nikishahidilia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wake na ni mjumbe wake, yeye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala kamtukuza ya kwamba ni yule ambaye yuko juu kunako tabia zilizokuwa nzuri. Sala salamu ziwe juu yake na masahaba wake na wale wote watakaofuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadi siku ya malipo. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tutie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Watukufu Islam, katika darasa letu katika siku hii ya leo tazungumzia kunako al-akhlaq islamia, kunako tabia ambayo ni tabia ya Kiislamu, ima tabia ambazo yapashwa kuwa nazo Muislamu باعتبارها أساساً في الدين وعموداً في تربية النفس وبناء المجتمعات وسيلة الدعوة ومصدر السعادة في الدنيا والآخرة. Tutaona tabia kimsingi kabisa, na vile vile kuona tabia kama jambo ambalo la kuzijenga nafsi, ima la kuzilea nafsi, na vile vile tuone tabia kunako kujenga mujtama, na vile vile kuona kwamba tabia ni moja katika njia za kufanya da'wa, kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kuwa ya kwamba ni moja katika mambo ambayo yanaleta furaha duniani na akhera. Al-akhlaq, tabia, ni katika visomo ambavyo Waislamu hawapendi kuvipata. Ni katika visomo ambavyo tutajikuta kwamba Waislamu havisikii sana, na nina imani ya kwamba ikiwa kuna darasa lote lile, ima kuna kisomo kile ambacho kiko sambamba na akhlaq, tabia, sidhani ya kwamba kisomo hicho kimesimama katika hizi siku za nyuma hapa. Na hili ikawa ni moja katika mambo ambayo yamekuja kufanya jamii kuharibika. Moja katika mambo ambayo leo hii hatutofautishi kati ya mzee na kijana, hatutofautishi kati ya kijana na mtoto mdogo,
kwa sababu ya watu kukosa visomo kama hivi. Leo hii inshallah tunaanza katika barnamiji yetu hii ya malezi ambayo itawafanya watu katika kuzisoma akhlaq التي جاء بها الإسلام ونتأمل فيها سلوكا وتطبيقا حتى نكون من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. tutaona tabia ima akhlaq za Kiislamu kama jambo ambalo dini yetu hii ya Uislamu imekuja nalo kwa kutengeneza Waislamu. Tuone jambo hili katika maadili na maisha ya Muislamu ya kila siku mpaka pale ambapo tutakuwa katika wale watu ambao Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aliashiria na kusema kwamba hakika miongoni mwa wale ambao ni wapendao na wale ambao wako karibu na mimi zaidi siku ya Kiyama ni wale ambao wenye kusifika na tabia njema. Katika sisi ni nani ambaye hataki kuwa karibu na Mtume Muhammad? Ni nani ambaye hataki siku ya Kiyama kuwa karibu na Mtume Muhammad? Ni kama utapata jibu ya kwamba hakuna. Na yule ambaye utakayemuuliza ya kwamba je, uko tayari kuwa karibu na Mtume Muhammad siku ya Kiyama, ni kwamba jibu atakwambia kwamba ni ndio, niko tayari. Ukimuuliza Muislamu uko tayari kupendwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba Muislamu jibu litakuja moja kwa moja ya kwamba ni ndio, niko tayari. Na ikiwa ni kweli tuko tayari kuwa tunapendwa na Mtume Muhammad na kuwa tayari vile vile kufufuliwa siku ya Kiyama tukawa pamoja vile vile na Mtume, basi ni juu letu kufuatilia na kuwa karibu na visomo kama hivi mpaka lengo letu hili ambalo tumeliweka katika durusa yetu hii za siku ya leo, tuweze kuwa pamoja sambamba na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخلق ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Watukufu Islam, tukijaribu kutazama mataifa ambayo yamesonga mbele, ima tukatazama jamii ambayo tayari imesonga mbele, tutajikuta kwamba katika vitu ambavyo vinakuja haraka ya kwamba nchi fulani imesonga mbele kutokana labda wana silaha, wana mijengo mirefu mirefu, ima kuna matajiri wengi. Lakini si hivyo peke yake. Moja katika vitu ambavyo vinafanya jamii ima mataifa kusonga mbele, tutakuta kwamba ni al-akhlaq, jambo la tabia, jamii kuishi katika tabia, ni mambo ambayo yanafanya mataifa kusonga mbele na mataifa kufikia mbali. Mfano wa kawaida, leo hii nchi mashallah, ima jamii ima watu fulani wamesonga mbele, wamefikia makubwa sana, lakini tabia za wizi zikawa ni tabia ambazo zimeshindikana. Waislamu, tuseme kweli, nani ambaye atakayesonga mbele? Hakuna. Tutakuta kwamba ikiwa jamii imefanywa na watu ambao ni wezi, jamii imefanywa na watu ambao ni wakosa adabu, jamii imefanywa na watu ambao siku zote ni kuiba watu, kusema hongo, ni kwamba tutakuta jamii hii ni jamii ambayo kufikia katika mafanikio gutera imbere ni bintu bigoye cyane gose. Na ndio maana tukaona kwamba kila Muislamu anapaswa kuwa mwenye kusoma visomo kama hivi, akiwa ni mzazi, ima akiwa ni kijana, ima akiwa ni mtoto, akiwa ni mzee, akiwa ni mwanamama huko nyumbani, akiwa ni binti, akiwa ni mtoto wa kike, ni kwamba Uislamu wote huu kama jinsi ishara utakavyoona ni kama umejengea katika maadili na tabia zilizokuwa njema. Ndio maana Uislamu umekuja kutapakaa na kusambaa katika jambo la ukweli, vile vile katika watu kushikamana na mambo ambayo yamefanya tabia zilizokuwa njema. Na ndio maana inshallah katika siku hii ya leo tutazungumzia kunako al-akhlaq al-islamia, tutizame ni jinsi gani Uislamu tutakuwa kusifika na tabia njema hadi pale ambapo tutajikuta tumekuwa watu ambao wenye mshikamano na Uislamu wetu uzidi kusonga mbele hadi pale ambapo
tutafikia vile ambavyo vitatufanya kuipata peke Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla nabda, falnasal anfusana, kila mtu aulize nafsi yake, kaifa nabni nufusana ala sidq, ni vipi gani kila mmoja yawezekana akajenga nafsi yake, ima akajijenga peke yake ya kwamba nataka kuwa mtu ambaye ni msema kweli. Hili ni swali ambalo kila mtu anapaswa kujiuliza. Ni vipi gani kweli mimi nitapaswa kuwa mtu ambaye ni msema kweli, nikaishi maisha yangu yote ni maisha ambayo ni ya mtu ambaye mashaallah msema kweli. Allah tabia ehe alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah tabia ni muamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile miongoni mwa wale ambao ni wasema kweli, ni pale ambapo mtakuwa na wasema kweli. Vipi gani sasa Muislamu atafikiri ya kwamba nitakuwa vipi Muislamu ambaye ni msema kweli? Swali la pili Muislamu anapaswa kujifikiri na kuwaza na kujiuliza, kaifa nurabbi auladana ala al-amana, ni vipi gani watoto wetu tutawalea kunako jambo la amana? Ni vipi gani watoto wangu mimi kama mzazi yawezekana nikawalea kunako mtoto kujua ya kwamba amana ni kitu gani, mtoto akakuwa anajua ya kwamba amana ni kitu ambacho ni cha hatari ambacho siwezi kushika kama kawaida. Na hapa tunakuja katika suala lizima la kuhusikana na malezi na kulea watoto. Ikiwa mzazi kweli leo hii malezi ya mtoto yamesimama kunako mtoto kumtafutia uniform za shule, kumlipia ada ya shule, ni kweli haya ni miongoni mwa mambo ambayo ni haki za mtoto, ni haki za baba kwa mwanae. Lakini kweli tukitizama sasa, ikiwa malezi ya mtoto yameikalia katika mambo ambayo wewe akili yako inafikiria peke yake, hautazami ya kwamba dini yaniomba nini, mambo gani ambayo ninapaswa kuyatekeleza kama mzazi, mpaka pale ambapo Muislamu tapata jibu, ni vipi nitalea watoto wangu katika amana, watoto wakakuwa wanajua amana ni kitu gani katika Uislamu. Swali la tatu, kaifa nakunu ummatan yaftakhru biha Nabii Muhammad sallam yawm al-qiyama, ni vipi gani Waislamu tutakuwa umma ambao tutajifakharisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyama. Na vile vile tumeona ya kwamba katika lengo na makusudio na darasa letu hili ni pale ambapo tutahakikisha kwamba Muislamu atakuwa ni mwenye kuwa na karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku hii ya Kiyama. Kwa hiyo haya ni maswali matatu ambayo Muislamu anapaswa kujifikiri na kujiuliza, na majibu yake ni kwamba hayawezi kupatikana kunako kikao hiki cha sali moja masaa mawili. Majibu yake ni kwamba yatapatikana pale ambapo Muislamu utajilazimisha na kuona ya kwamba visomo hivi Muislamu kusoma na kujua akhlaq, akajua tabia na maadili ya Uislamu, ni vitu ambavyo inapaswa kusoma kama jinsi ninavyosoma swala, inapaswa kuvisoma kama jinsi ninavyosoma saumu, inapaswa kuvisoma kama jinsi mimi nina majukumu ya kulea watoto. Ni vipi watoto wangu, ni vipi wanangu nitawafikisha katika tarbia, katika malezi ambayo yalikuwa mazuri. Haya ni miongoni mwa maswali ambayo kila mmoja atayapata majibu ikiwa atatufuatilia vizuri katika darasa zetu inshallah biidhnillah. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishie na tuwafikishe katika darasa zetu hizi. Tukianza vizuri na darasa letu, neno hili akhlaq ambalo tumelisikia siku za nyuma, na katika darasa letu hili la leo tukasikia neno hili al-akhlaq. Waislamu wanapenda kujiuliza neno hili akhlaq maana yake nini, ima lina tafsiri gani? Yengine maneno ya Kiarabu Waislamu wanayasikia kwa Kiarabu, lakini hawatafakari maneno hayo yana tafsiri nini. Mfano leo hii Waislamu tukiulizana nini maana ya swala, Muislamu atakwambia tu tayari swala ni kuingia msikitini na swali raka 4. Lakini swala maana yake nini? Muislamu miaka 40 anaswali lakini haelewi swala maana yake nini. Ukimuuliza Muislamu saumu maana yake nini? Muislamu anajua saumu tu mashaallah,
ni kwa chakula hatuli mpaka saa 12, lakini Muislamu haelewi maana yake nini. Lakini tukitazama neno hili akhlaq, ni neno ambalo linatokana na lugha ya Kiarabu ambalo ni jamu ya jambo ya neno al-khuluq. Maana yake tukatazama maana yake ni hiya hay'atu rasikhat fi an-nafs tastur anha al-af'al min ghairi takalluf. Tukizama neno ya akhlaq ambayo tunaleta katika lugha ya Kiswahili ya kwamba ni tabia. Neno hili ambalo ni tabia katika lugha ya Kiarabu al-akhlaq, maana yake ni hali ambayo ipo ndani ya mtu, ni hali ambayo inapatikana ndani ya mtu inayomfanya atende mambo mema au mabaya bila kushurutishwa. Hii ndiyo akhlaq, tabia. Maana yake ni yale yote mambo ambayo yanapatikana katika nafsi ya mtu, mtu anayafanya mambo hayo yakiwa ni mazuri, yakiwa ni mabaya, na mtu mambo haya akayafanya bila kushurutishwa. Na ndio maana tunaona ya kwamba akhlaq ziko aina mbili, al-akhlaq naw'an. Tunaona ya kwamba akhlaq ziko aina mbili. Kuna akhlaq ambazo ni al-akhlaq al-madhmuma, ambazo ni akhlaq ambayo ni mbaya kabisa, na vile vile hapo al-akhlaq al-mahmuda, na vile vile kuna akhlaq ambazo ni nzuri, ambazo ni tabia njema, ambazo tunaita kwa Kiswahili. Muislamu anaweza kuona kwamba ikiwa kuna tabia nzuri na kuna tabia mbaya, kwa nini tuseme vitu kama hivi, vitu ambavyo tumevizoea katika maisha yetu? Fulani ya tabia mbaya, fulani ya tabia nzuri. Haya ni mambo ambayo Waislamu wao kwamba mambo ya kawaida, si mambo ya kusoma, lakini Waislamu haya ni mambo ambayo ni makubwa, na tutaona ukubwa wake umesimamia katika upande gani. Yawezekana Muislamu akaona ya kwamba sala zangu mimi, saumu zangu mimi, sadaka yangu mimi tayari zinitosheleza, lakini wallahi Muislamu utakuja kuona ya kwamba sala zako ambazo unazisali, funga zako ambazo unazifunga, sadaka yako ambayo unatoa msikitini, utakuja kuona ya kwamba faida yake haitakuwepo ikiwa wewe tabia zako ni mbovu sana. Ikiwa wewe Muislamu kama Muislamu hauhitaji kushikamana na tabia ambazo zilizokuwa nzuri. Kwa hiyo فالأخلاق إذن هي الصفات الباطنة التي تكون في الإنسان وتظهر آثارها في أفعاله وسلوكه. وهي sasa leo hii akhlaq ina tabia ni zile sifa zote ambazo hazionekani kimacho, التي تكون في الإنسان, na sifa hizo zinapatikana ndani ya mwanadamu, na vile vile sifa hizo zinakuja kudhihirika athari yake pale mtu ambapo amefanya kitendo ima maadili yoyote yani. Tutaona mfano wa sifa hizo na ima akhlaq hizo. Tukitizama katika sifa hizo, Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema wa innaka la'ala khuluqin adhim. Allah anamsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema kwa hakika wa Mtume Muhammad ni wewe uliokuwa juu kunako tabia zilizokuwa njema. Maana yake hakuna mtu yote yule atakayekuja dunia hii na kusema ya kwamba ana tabia nzuri na yeye ni namba moja kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikiwa tunahitaji kuzisoma hizi tabia nzuri na kuzijua hizi tabia nzuri, jamani, tutazitoa kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muislam hawezi kujifanisha kusema kwamba katika watu ambao ni mashuhuri katika dunia hii na kuona kwamba labda kuna mchezaji mashaallah ana akhlaq nzuri sana na tabia nzuri sana, anakosa shahada tu peke yake, hata niige mambo yake kama mtu ambaye ana tabia nzuri. Ni kama utakuwa umekosea, kwa sababu Allah ametueleza kwamba hakuna yule ambaye ana tabia zilizokuwa juu kuliko Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Muislamu, ikiwa wahitaji kuzipata sifa hizi nzuri, sifati nzuri kama hizi, akhlaqi nzuri kama hizi, unapaswa kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile katika mambo ambayo yalikuja kurahisisha katika da'wa ya Mtume alipopewa kazi ya utume, hata kabla hajapewa utume, Mtume kasifika na sifa zilizokuwa nzuri katika ule mji wa Makka. Moja katika sifa hizo
ambazo mtume kasifika nazo, kuna jambo la as-sidq, mtu kuwa msema kweli, mpaka pale Waarabu wakamwita as-sadiq al-amin, wakampa jina hili la kwamba ikuwa ni moja katika watu ambao ni wasema kweli. Na hapo hajapewa utume, Waarabu wakaona kwamba mtu huyu ni mmoja katika watu ambao ni wasema kweli. Hizi ni sifa ambazo kapewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya utume. Waarabu walikuwa kimwita kwamba ni as-sadiq al-amin, ya kwamba alikuwa ni mtu ambaye ni msema kweli. Vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sifa na sifati ambazo alisifika nazo vile jambo la amana. Mtume alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye kuweka amana za Waarabu wa Maka, mpaka pale Waarabu kuna kwamba mtu huyu ni mtu ambaye mashaallah tunaweza tukampa vitu vyetu, siri zetu, akawa ni mtu ambaye mwenye kuzihifadhi. Lakini leo hii tujitazame sisi kama Waislamu ambao tunamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wako wapi wasema kweli? Wako wapi watu ambao ni kuziweka amana? Utakuta kwamba wafraperi wa kwanza utakuta ni Waislamu. Hii ni aibu katika jamii. Utajikuta kwamba watu ambao wangesifika na sifa zilizokuwa nzuri wa kwanza walikuwa ni Waislamu, kwa sababu wana kiigizo chema ambacho anasema Allah subhanahu wa ta'ala, tumfuate Mtume Muhammad katika zile sifa ambazo alikuwa kisifika nazo Mtume. Watu wa kwanza ambao tunapaswa kusifika nazo ni sisi kama Waislamu, kwa kujifakharisha na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile Mtume baada ya kupewa utume alisifika na sifa nyingi sana na akhlaqi zilizokuwa nyingi sana. Hata baada ya kupewa utume kunako jambo la as-sabr ala al-adha. Mtume alipewa misukosuko mingi sana, Mtume alisumbuliwa sana Waarabu, lakini Mtume alikuwa ni mtu ni mwenye subira. Lakini leo hii Muislamu, katika Uislamu wako umepata matatizo kidogo tu, tayari Muislamu anakuwa mwenye kumwacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Utajikuta kwamba Muislamu mshikana sala, mshikana ibada, lakini pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakupa majaribio, Muislamu tayari ameacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ajielekeza kwa watu gani? Kwa waganga ambao watamsaidia mambo fulani. Kumbe tutajikuta kwamba akhlaq vile vile ni jambo ambalo linakuja kutusaidia hata vile vile kunako ibada zetu. Wallahi hakuna sala bila tabia zilizokuwa njema, hakuna somo bila tabia zilizokuwa njema, na tabia zilizokuwa nzuri nyingi sana. Hii ni mfano ambao tunautoa ili Waislamu waweze kutufuatilia na kutupata kwa makini, ili waweze kutufahamu vizuri. Lakini katika akhlaq na tabia ambazo kasifika nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nyingi sana, ambazo vile vile Waislamu tunapaswa kuzitekeleza na kuzifuata, ili siku ya Kiyama tuweze kuwa na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo baada ya kuona hizi akhlaq zina sehemu gani katika Uislamu, makanatu al-akhlaq inda al-ulama, tuone sasa tabia hizi wanavioni wanasema nini kuliko tabia hizi. Kunako tabia hizi wanavioni wanasema nini? Qala Ibn Qayyim rahimahullah, al-akhlaq hiya ad-din kullah, faman zada alayka fi al-khuluq zada alayka fi ad-din. Anasema Ibn Qayyim rahimahullah, yule yule atakaye kuzidishia kunako akhlaq ni kwamba mtu huyo atakuwa amekuzidishia katika dini. Na hii akituonyesha kwamba akhlaq na dini ni mambo ambayo ni sambamba kabisa. Tabia na dini ni mambo ambayo ni sambamba kabisa, na haiwezekani Muislamu akasema kwamba tabia ni jambo limoja na dini jambo limoja. Mimi nimeshikamana na dini lakini upande wa tabia huko siniko. La, ni kwamba hilo haliwezekani. Ni kwamba dini ya Uislamu ndiyo tabia zilizokuwa njema. Haiwezekani Muislamu akasema kwamba mimi ni Muislamu nimeshikamana na dini lakini upande wa tabia zilizokuwa nzuri ni kwamba huko siniko. Ni kwamba hilo haliwezekani. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: الأخلاق هي الأساس النجاح في الدنيا والآخرة وهي ثمرة العلم والعمل. Anasema wanachuoni wengine kasema kwamba tabia
ndiyo msingi wa kufanikiwa duniani na akhera. Wallahi, haya Muislam hawezi kuyaelewa hata kidogo, isipokuwa yule ambaye kayasoma na kayafahamu na kayajua. Atakuja kuona ikiwa kuna matunda ambayo ninayapata katika maisha yangu, atakuja kuelewa kwamba hizi ni thamara, ni matunda ya zile tabia njema ambazo mimi nimesifika nazo. Na ikiwa Muislamu hafahamu haya, ni pale ambapo atazipata thamara, pata matunda yote yale na kuona kwamba haya yametokana na jambo fulani, na sifahamu ya kwamba matunda haya yametokana na tabia ambazo zilizokuwa njema. Kwa hiyo tuanze kibazo swali kidogo, tukiuliza, ikiwa mmoja atauliza ya kwamba akauliza swali akasema hadha rajul tayyib, akasema ya kwamba kijana huyu ni kijana mzuri. Tukisema kwamba kijana huyu ni mzuri, maana yake kijana huyu atakuwa amesifika na nini na nini? Naam, tabia njema. Na tabia njema, kwa amesifika na dini. Na dini. Hakuna mwingine jamani? Kuna mwingine huku, kuna mwingine huku. Kuwa na mwenendo mzuri wa maisha. Mwenendo mzuri wa maisha ndio zile tabia. Naam, mwingine huku. Vitendo vya Mtume Muhammad. Kuwa nafuata vitendo vya Mtume Muhammad sallam, manake ndio zile tabia na sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kwamba sote kwa pamoja tutakuwa wenye kupatia kutokana na kila mmoja na jibu lake, na kikusanya jibu la huku na huku, ni kwamba jibu ambalo ni 100%. Tukisema kwamba kijana huu ni kijana ambaye yuko vizuri, ni kwamba atakuwa amesifika vile vile na mambo mawili ambayo hayachani, dini na tabia. Atakuwa amesifika nini jamani? Dini na tabia. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia kunako vitu ambavyo mwanamke anaolewa kupitiwa kwavyo, Mtume alisema dini, alisema kwanza uzuri wake, akasema familia yake, takriban vitu vinne lingine na mali zake na nasabu yake. Lakini Mtume akasema kwamba tutazame nini? Tutazame dini. Mtume kusema dini haina maana ya kwamba ni dini peke yake bila akhlaq. Tuelewane vizuri katika hili, kwa sababu tumeona ya kwamba hakuna tofauti kati ya dini na tabia, na yule ambaye atakayetofautisha kati ya dini na tabia ni kwamba huyo atakuwa amekosea. Dini ndiyo tabia. Ikiwa Mtume kule kaashiria kunako tabia, ni kwamba vile vile katika dini hile Mtume kaashiria na tabia zake mle ndani zimo. Tukija katika upande wa pili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia kunako upande wa mwanaume, sasa yule atakayetaka mchumba sehemu, Mtume akasema kwamba ikiwa mtaridhia dini yake na tabia yake, basi huyo mpeni mwanamke. Ikiwa yule ambaye atakayekuja na mambo mawili, dini na tabia, haya yote kutuonyesha kwamba yawezekana Muislamu ukafanya nini, ukasema kwamba mtu huyu ni mtu ambaye ikiwa ni mwanaume ya kwamba ana dini na tabia. Vile vile akakusanya tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba watazame wazazi kunako dini na nini na tabia. Na yule ambaye katazama mali, katazama mambo mengine, akasahau dini na tabia mwanaume, utashangaa ndoa imekuwa miezi miwili, mwaka, muda kadhaa, tayari ndoa imeharibika. Kwa sababu gani? Yamekosekana mambo ambayo ni ya muhimu.
Kwa hiyo Muislamu kila siku anapaswa kutazama nini? Dini na tabia, dini na tabia, na usitofautishi kati ya dini na tabia, hayo mawili. Muislamu tazama dini na tabia, na usitofautishi kati ya dini na tabia, kwa sababu dini yenyewe ndiyo tabia, kama jinsi inshallah tukavyoona katika visomo vitakavyofuata huko mbele inshallah. Kwa hiyo tunaweza kuona tabia njema katika upande wa wanavyuoni wanasema nini kunako tabia zilizokuwa njema. Kwa hiyo sasa, kwa sasa tunataka tuone makanatul akhlaq fil Islam. Uislamu unachukuliaje jambo la tabia zilizokuwa njema? Uislamu wetu unasema nini kunako tabia njema? Jamani, visomo hivi ni visomo ambavyo Muislamu unapaswa kufahamu kuliko hata kuhifadhi sana, na ndio maana tutajikuta kwamba katika visomo vyetu hivi tunatumikisha mifano zaidi ili Muislamu aweze kufahamu na kuelewa zaidi. Sehemu ya kwanza, akhlaq, tabia zina sehemu gani katika Uislamu, ima katika maisha ya Muislamu? Al-akhlaq min a'zam maqasid ba'th an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, innama bu'ithtu liutammima salih al-akhlaq, rawahu Ahmad. Jambo la kwanza, tabia ni moja katika makusudio makubwa ambayo katumwa kwayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa Mtume katika makusudio makubwa ya kutumwa ni tabia njema, tunachukuliaje tabia njema kunako dini yetu hii ya Uislamu? Sijui kwamba yule ambaye atakuwa anaona ya kwamba tabia na dini ni mambo tofauti, ima ni mambo ambayo hayafanani. Tukisikia hivi tunaonaje? Na hadithi vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, innama bu'ithtu liutammima salih al-akhlaq, anasema kwamba nimetumwa, kwa hakika mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimetumwa kwa ajili ya kutimiza tabia zilizokuwa njema. Warabu zama hizo walikuwa ni watu ambao wamesifika na tabia, lakini tabia zao zilikuwa si tabia ambazo zimekamilika kama jinsi Uislamu unavyoomba. Na ndio maana Mtume akasema nimetumwa kwa ajili ya kukamilisha, kutimiza tabia zilizokuwa njema. Na hiki kinaonyesha kwamba tabia njema inifatonziza inichomyiza ni moja katika vitu ambavyo dini ya Uislamu imebebea eko, na Muislamu anapaswa vile vile kuhakikisha kuwa mtu ambaye ni mwenye tabia njema ili kuweza kulinda ibada zake na maisha yake kama Muislamu. Hawezi kujiita mimi ni Muislamu mwenye kusali na tabia zako zingali mbovu. Utakuwa Muislamu lakini Uislamu wako utakuwa sio kamilika, kama jinsi inshallah tukaviona katika itakayofuata inshallah biidhnillah ta'ala. Kwa hiyo hii namba moja katika sehemu za tabia njema kunako Uislamu. Mathalan, tukijiuliza katika mji ambao tumeishi ndanimo, katika mji huo ni mji ambao umesifika tabia mbovu mbovu, tabia baya baya peke yake, na wala ni mji ambao hakusifika na tabia nzuri, mji ambao watu wanasema ongo, ina jambo la dhulm, watu wanadhulumiana baina yao. Je, katika somo ambalo tunaweza kujiuliza, ibada zao wa watu zina manufaa gani kwa upande wao kama wao? Ibada hizi ambazo wao wanazifanya zina manufaa gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Katika upande wa sala ni ile ambayo inamkataza mtu maovu na mambo mabaya. Ikiwa mtu anasali lakini akifika nje, yeye ndiye mtu wa kwanza msema uongo, yeye ndiye mtu wa kwanza sapere kuiba watu, yeye ndiye mtu wa kwanza ambaye ni msema uongo. Alipoikaa tu watu wakimwona anafanana na uongo kwa habari zake, mtu huyu hana faida na jamii. Vile vile upande wa sala zake, ibada zake, ni kwamba ibada zake na mambo yake yote upande wake ni kwamba yatajikuta kwamba hayana faida, kwa sababu kule kusema uongo, kuteta watu ni katika vitu ambavyo vitakuja kula zile sala zake,
zitakuja kufanya thawabu ambazo alizipata katika sala, kuja kuliwa na huku kuteta watu, kuwasema watu vibaya na kusifika na akhlaq ambazo zilizokuwa mbaya. Ndio maana yule ambaye kafunga saumu yake ikakuwa ni saumu ambayo ni ya kusema ongo, saumu ambayo itakuwa ni saumu ambayo mtu amesifika na maovu, ni kwamba saumu yake Mtume anatuambia kwamba mtu huyo amefunga lakini ameshinda njaa. Kwa hiyo Uislamu vile vile tunapaswa kufanya nini? Kuwa watu ambao wenye kusifika na tabia njema. Baadhi nnas yukthir min at-ta'at lakinahu yaghdab bisur'a yasubbu an-nas. Kuna watu ambao mashaallah ni watu ambao wenye kufanya ibada sana, anasali sana, lakini unajikuta ni mtu ambaye ni mwenye kupata hasira sana, anawatusi watu hovyo. Mtu kiona msikitini mashaallah idina sirata almustaqim, ananyenyekea, akifika nje unamshangaa yule Muislamu kwani kule ndani ya msikiti anatoa maneno ambayo yalikuwa mabovu sana. Ni kwamba mtu huyo kiuliza swali, je, huyu atakuwa Muislamu aliyekamilika? Hal hadha huwa muslim kamil? Atakuwa ni Muislamu aliyekamilika? Waislamu atakuwa aliyekamilika? Nauliza swali Waislamu. Ni kwamba juu itakuwa ni hapana. Kwa sababu gani? Ya ibada zake zimeingizwa ndanimo mambo ambayo ni kinyume na sheria ya Uislamu, na vile vile hayo mambo yatakuja kuwa sababu ya zile ibada zake kuja kuharibikiwa. Kwa hiyo Muislamu, jitahidi ibada zako uweze kuzilinda takapofika huko nje kunako tabia zako zilizokuwa njema. Thaniyan, tukatazama sehemu ya pili kunako sehemu ambayo tabia njema zinazo katika Uislamu. Tunataka kuona ya kwamba al-akhlaq juz'un min al-iman, tabia ni miongoni mwa sehemu ya imani. Tabia ni miongoni mwa sehemu ya imani. Muislamu hawezi kusema ya kwamba mimi ni Muislamu alhamdulillah, imani yangu iko vizuri sana, akiwa ni Muislamu ambaye mwenye tabia mbaya. Hili kamwe kabisa haliwezekani. Na Muislamu vile vile imani yake haiwezi kujaa kwa imani kamili maadamu Muislamu huyu ni Muislamu mashaallah mwenye imani, lakini tabia zake zikawa ni tabia ambazo ni mbovu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqan, anasema kwamba waumini wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ambao imani zao zimekamilika kabisa, ni wale ambao wenye kusifika na tabia njema. Waislamu, swala iko wapi? Saumu iko wapi? Haina maana kwa Muislamu ataacha kufunga ya kwamba acha niwe mwenye tabia njema tu peke yake, saumu hazifai. Hapana, si hivyo. Lakini elewa ya kwamba saumu zako, sala zako, sadaka zako, vyote unavyofanya, ikiwa tabia zako zingali mbovu, tabia zako si nzuri, elewa ya kwamba imani yako bado haijawa kamili. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wala Muislamu aseme ya kwamba haya maneno ya shekhe tu anatuambia kwamba jambo la tabia ni jambo tunapaswa kuwa nalo ili tuweze kuwa vizuri kama wakati, lakini hapana, anatusemaje kabisa Mtume wetu Muhammad kwamba yule Muislamu ambaye atakuwa ni Muislamu ambaye imani yake imekamilika ni yule ambaye atakuwa ni mwenye kusifika na tabia iliyokuwa njema. Wa hadha yadullu ala anna al-imana la yaktamil bidun husn al-khuluq, na ile tunaonyesha kwamba imani, upande wa imani, upande wa akida ya Uislamu, kuamini kwake hakuwezi kukamilika 100% isipokuwa pale ambapo tabia zake zitakuwa njema. Fal-aqida la takfi wal-ibada wahda la takfi bal la budda min al-khuluq. Haya yote yanatosha kwamba Muislamu kuwa na aqida iliyokuwa nzuri haitoshi. Wallahi, Muislamu ibada zako kama ni swala, kama ni funga, hazitoshi hizi. Ni lazima Muislamu kusifika na tabia zilizokuwa njema. Swali kidogo, man huwa almu'min al-afdal? Ni nani muumini ambaye aliyekuwa bora zaidi? Mashaallah, asante.
ameshajibia na amepatia. Labda sasa tusikilize katika upande ambao hawakusikia jibu. Na haya tumezungumza huko Uislamu, si kwamba swali hili liko kinyume na yale ambayo hatuzungumza. Tunazungumza haya humu. Ni muumini gani ambaye aliyekuwa bora? Leo hii umeulizwa ni muumini gani ambaye aliyekuwa bora. Naam, tafadhali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapana. Tukisema muumini tunakusudia mimi, wewe, katika maisha ya kawaida. Bisigura tuvuze mwitwebwe indari myiza. Kuwa na tabia bora na kutekeleza swala vizuri. Mashaallah, asante. Hakuna mwingine? Alafu wewe muumini bora ni yule ambaye anayetekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyaamrisha. Ahsante. Na kaharamisha yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyakataza. Ahsante. Tayari. Mashaallah. Sheikh hapa. Mwenye na tabia nzuri. Mwenye kuwa na tabia nzuri. Tayari. Na hili ndio jibu sahihi kama jinsi wengine walivyofikisha. Ni kwamba wale ambao waliotoa majibu na wenyewe kwamba inshallah wamepatia, lakini jibu ambalo lilikuwa sahihi 100% ni hili ambalo Sheikh wetu ametuambia, ahsanul khuluqan, wale ambao wenye kusifika na tabia zilizokuwa njema. Kwa hiyo tunapomsikia Muislamu anajigamba ya kwamba mimi mashaallah ni muumini ambaye imani yangu iko vizuri, ni kwamba tunatazama nini? Tabia zake. Tabia zake ziko vipi? Muislamu anaweza kusema kwamba mimi imani yangu mashaallah ni imani ambayo iko kani, maadamu tabia zake ziko vibaya. Na tukizungumzia kwa tukitazama upande wa pili, na hii ina maana ya kwamba Muislamu anaweza kukaa hivyo ya kwamba Muislamu ni kamili katika imani ni yule ambaye amesifika na tabia zilizokuwa njema. Ekandike gusenga, ekandike gufunga, oya tuvuzuko nuko tweko tuwavuga baje abantu basenga bari mu isema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama gisha alivyosema akhi hapa, akasema kwamba kuwa chini katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha na kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Katika hao Uislamu sasa, wale ambao wako chini ya taa yake Allah subhanahu wa ta'ala, waliokuwa bora ni wapi? Ni wale ambao ni kusifika na tabia zilizokuwa njema, waliopatia Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la khair. Mathalan, ili tuweze kufahamu hii ibara na hili swali ya kwamba muumini ambaye aliyekuwa bora ni yule ambaye amesifika na tabia njema, tukuuliza swali. Tukitizama mfano طالب العلم يحفظ المتون lakinahu yatakabbar ala ghairi, mfano mwanafunzi ambaye ni mwenye kutafuta elimu ya kisheria, ima mwanafunzi yote yule, hata yule ambaye ni wa kizungu, ima Muislam yoyote yule ambaye kwa jina ni Muislam, lakinahu yatakabbar ala ghairi, lakini mtu huyo, ima mwanafunzi huyo utamkuta ni mwanafunzi ambaye ni mwenye kiburi kwa watu wengine. Tukiachana na mwanafunzi Muislam ambaye mashaallah Muislam ambaye anahifadhi Qur'an sana, lakini utamkuta wao Muislam huyo ni Muislam ambaye ana kiburi kwa watu wengine. Na mtu wa pili wal akhar, na mwingine wa pili utakuta kwamba la yahfadh kathira, haifadhi wala hata sana, kidogo tu katika Qur'an. Hifadhi suratul Fatiha, akahifadhi sura ndogo ndogo, Ikhlas, Nas, Falaq, sura ndogo ndogo, lakini mtu huyo mashaallah mutawadha, ni mtu ambaye amesifika na tabia zilizokuwa njema, lakini hana mambo ya kuhifadhi Qur'ani sana, wala hajahifadhi kama ni talib al-ilm, hajahifadhi mutun nyingi sana. Baina watu wawili hawa, nani anakuwa bora? Yalla nam, bora ni huyo ambaye amechukua dini yake kidogo, alafu akasifika na tabia njema. Na hili ndio jibu sahihi. Muislamu ambaye atakuwa mwenye kuithirisha kusoma Qur'ani sana, lakini tabia zake kinyume na Qur'ani, wallahi huyu si bora.
Muislamu ambaye ametosheka na kusoma juzu amma lake ambalo hakusoma Qur'ani sana, sura 3 4, lakini sura hizo akakuwa mwenye kuzikariri na akasifika kwa ni Muislamu ambaye hana kiburi na watu, ni Muislamu ambaye mwenye kujishusha. Wallahi huyu ni bora kuliko huyu mwingine kutokana na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Muislamu, jitahidi katika yale yote ambayo unayoyafanya, kithirisha sana tabia iliyokuwa njema kuliko hata kukithirisha sana kufanya ibada. Unapokithirisha sana kufanya ibada na Muislamu kaacha tabia njema, elewa ya kwamba Muislamu hayo unayoyafanya unakwenda kinyume na hayo yakakufanya kutokuwa bora mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Muislamu ukashikamana na ibada ambazo unawajibika nazo kuzifanya, ukashikamana na yale yote ambayo ni lazima kwako kuyafanya, na ukawa mtu mwenye tabia njema, wewe ni bora mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni sehemu ya pili ambayo tumeona sehemu ya tabia njema kunako dini yetu hii ya Uislamu. Sehemu ya tatu, ima jambo la tatu, tunakuja kuona ya kwamba sehemu ambayo tabia njema zilizokuwa nazo katika Uislamu, al-akhlaq tuthqalu al-mizan yawm al-qiyama. Tunajua kuona ya kwamba tabia njema ni moja katika vitu ambavyo vitakuja kuwa vizito katika mizani siku ya Kiyama. Ni katika vitu ambavyo vitakuwa kuwa vizito sana siku ya Kiyama. Muislamu, wallahi, tukichukulia tu hivi vitatu na bila hatujaendelea katika vingine, ni vingi sana kunako tabia njema. Tukichukulia hivi vitatu Muislamu mpaka hivi, kwa yule ambaye haelewi sehemu ambayo tabia njema zinazo katika Uislamu, kabla tuendelea, je, mtu anaweza kuwa yupo? Wallahi tutampata katika hivi vitatu peke yake. Ikiwa Muislamu umevisikia vizuri na ukavielewa, utakuja kuona tabia njema. Uislamu umezipa tabia njema sehemu sana zilizo kubwa sana kuliko hata baadhi ya ibada ambazo Muislamu unaweza kukithirisha lakini zisiwe na faida na wewe kuliko tabia zilizokuwa njema. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yatakuja kuwa mazito sana katika mizani siku ya Kiyama, kama jinsi anavyothibitisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba ma min shay'in afqal fi mizani al-'abd yawm al-qiyama min husn al-khuluq, rawahu Tirmidhi. Hadithi ambayo mpokea Tirmidhi, anasema mbora wa umma ambaye amesifika kwa tabia njema, akituambia kwamba hakuna kitu ambacho hakuna kitu ambacho kitakuwa ni chenye uzito katika mizani ya mwanadamu siku ya Kiyama kuliko tabia zilizokuwa njema. Muislamu, fikiria sasa, tabia zako wewe zina kipaji gani, zina sehemu gani katika maisha yako wewe kama Muislamu? Iyumvire imicho ya Uislamu katika Uislamu wako umesifika tu na sala au katika Uislamu wako umesifika na mambo gani? Wallahi, ikiwa Uislamu wako umesifika na mambo mengine lakini tabia njema hazipo, elewa kwamba hata siku ya Kiyama ni kama mzani wako uko chini, kutokana sambamba na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa ibada zako zote, mambo yako yote, tuchukulie asilimia, mambo yako yote, tabia zako zinachukua asilimia 25, mizani yako siku ya Kiyama imepanda imeshuka? Imeshuka. Na yule ambaye mizani yake itakuwa yenye kushuka ya matendo mema, ni kwamba mtu huo sehemu yake atakapokwenda ni sehemu iliyokuwa mbaya, kama jinsi alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Qari'ah, wa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Na yule ambaye siku hii ya Kiyama mizani yake itakuwa ni mizani ambayo ya mambo mema, ya mambo ya kheri, itakuwa imekupanda juu, itakuwa ni mambo mazito, itakuwa ni mizani ambayo itakuwa ni mizito, ni kwamba mtu huyo atapata maisha ambayo yenye kuridhia, maisha ambayo ni mazuri sana, kama mtu huyo atapata peke Allah subhanahu wa ta'ala, kwa huruma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutujalia
tuwe watu ambao ni kusifika na tabia zilizokuwa njema, na tuombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutujalia pepo. Tukijiuliza na kutazama mithali nyingine kunako jambo hili la tatu, tutaona ya kwamba, na mfano huu ni sambamba ya hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imra'atan, mwanamke ambaye ima kwa sababu katika upande wa wanaume, tulee mfano katika upande wa wanaume, mwanaume ambaye alikithirisha sala sana wala ibada, lakinaha tuudhi jirani, lakini mtu huyo akawa ni mtu ambaye ni mwenye kumuudhi jirani wake. Mashaallah, Muislamu sifika na sala nyingi sana, ibada nyingi sana, lakini mtu huyo akasifika hadi kwenye kartia kwamba mtu huyo si wote ni mashahidi ya kwamba anamuudhi jirani wake. Qala Nabii sallallahu alayhi wasallam hiya fi an-nar. Hadithi ilikuja kwa upande wa mwanamke, Mtume akasema kwamba mtu huyo ni katika moto wa Jahannam, mtu huyo ni kwamba ataingizwa katika moto wa Jahannam. Jifikirie sasa kwamba wewe, ikiwa wewe wasifika na tabia zilizokuwa njema, lakini jirani yako bado ana matatizo kupitia wewe, jirani yako bado anapata taabu kupitia wewe, na wewe ni Muislamu ambaye usifanya sala 5, Mtume anasema basi wewe ni mtu wa moto wa Jahannam.